Salam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama ada yetu tunapenda kukumbushana katika mambo ya kheri na watu kujitahadhari na madhara ya dunia. Dunia ndio mahala petu tulipo, lakini sehemu Mwenyezi Mungu ameiandaa ni sehemu ya kupita. Kwa hiyo haitakiwi sisi ituhadae. Ndio maana mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliwahi kumuhusia sahaba wake Abi Dharr al-Ghifari, alimuhusia maneno mane. Haya mambo manne aliyomuhusia yana mazingatio makubwa sana kwetu sisi na yana mafundisho makubwa. Mtu akiyazingatia vizuri, basi ataweza kuchukua tahadhari kubwa juu ya dunia, lakini ataweza kufanya maandalizi mazuri kwa ajili ya akhira yake. Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alimwambia Abi Dharr maneno yafuatayo. Akamwambia, ya Aba Dharr, ahkimi safinata fa innal bahra amiq, wastakthir min azadi fa inna safara tawil, wa khaffif dhahraka fa inna al-aqabata ka'ud, wa ahsin al-amala fa inna an-naqida basir. Mtume sallallahu alaihi wasallam maneno haya ambayo ni mazito na ni makubwa, mtu kama atayatia katika mazingatio na katika fikra, yataweza kumsaidia na kumkumbusha kila wakati ajue hapa duniani ni sehemu tu ya kupita. Maisha sahihi ni maisha ya kesho akhera. Anamwambia, ahkimi safinata, itengeze vizuri jahazi, hakika bahari ina kina kirefu. Itengeneze vizuri jahazi, maana yake andaa chombo chako cha usafiri. Utakapoingia baharini, yale mawimbi ya bahari na vituko vya bahari visije vikawa ni sababu ya kufanya ukaghariki ukapoteza maisha yako. Kwa maana ya kuwa safina kaiita, anachokusudia ni ile al-amalu salihi. Tengeneza amali njema. Zile amali njema itakuwa ndo chombo chako cha kukuvusha kwenye maisha ya hapa duniani kukuelekeza akhera, ili ukaingie peponi kwa salama na amani. Na akamwambia, wastakthir min azadi, hebu kithirisha andao lako. Ukiona andao litakusaidia katika safari yako, fa inna safara tawil, hakika safari ni ndefu. Kwamba nini maana yake? Anakusudia ile rihlatul insani min ad-dunya ila al-akhirah, kwamba ile safari ya mwanadamu kutoka hapa duniani kwenda akhera ni safari ndefu. Kwa sababu mfano mtu ameishi miaka 60 akazikwa, lakini kuna maisha ya barzakhi. Ndani ya maisha ya barzakhi atakaa miaka chungu nzima pale. Kutoka barzakhi kwenda siku ya kiyama, watu watakaa katika uwanja wa mahesabu mpaka waje wahesabiwe, hukumu itoke, watu wakwenda peponi na watu wakwenda motoni. Mungu atuepushe kundi la watu wa motoni, amin inshallah. Sasa ni safari ndefu. Kama ni safari ndefu, basi andaa andao lako la safari. Kama kwenye maisha yetu ya kila siku, una safari yako ya kutoka hapo kwenda Dar es Salaam, kwenda Nairobi, kwenda Arusha, lazima utakuwa na maandalizi ya safari. Kwamba jamani, haya ndio matumizi yangu ya safari. Kwamba ile misukosuko ya safari ikitokea, basi una akiba. Sasa mtume hapa anamuhusia Abi Dharr na ndio anatuhusia sisi, hebu tukithirisha andao, sababu safari ni ndefu. Isiwe safari ya hapa na Dar una maandalizi ya hapa na Nzega, unafika Nzega ile yako ya matumizi imeisha, wewe utapata shida na safari. Kwa sababu gani? Safari ni ndefu. Sasa nini andao lako, ambao ndio Waswahili wanaita ni pambo? Andao lako wewe ni kutengeneza amali salihin. Fanya amali, tenda toa ambazo ni toa za Mwenyezi Mungu, kutoa sadaka, kuleta dhikri, kusoma Qur'ani, kufanya ibada za aina mbalimbali na kujikinga na kila aina ya maovu. Ukifanya vile, lile ndo andao lako la safari ndefu ambao mpaka siku ya kiyama, ili utafika wewe katika mikono kwa salama na amani. Lakini akamwambia, wa khafifi dhahraka fa inna al-aqabata ka'ud, hebu upunguzie mizigo mgongo wako. Hafifi dhahraka, upunguzie mizigo mgongo wako, hakika safari
hakika njia kaudi ni nyembamba kama kijiti. Nini anakusudia Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa usia huu? Kwamba acha kufanya madhambi, uturku dhunuba, achana na madhambi na uache kufungamana na mambo ya kidunia, kwamba wewe dunia umeifanya ndio kipenzi, umeikumbatia, akhera umeisahau, unajiongezea mizigo. Huu mzigo utakaobeba utakushinda kwenye safari kupita katika sirati, sababu fa inna la aqabata kaud, ile njia ya kwenda peponi ni nyembamba kama kijiti au zaidi ya kijiti, na wewe una mzigo mkubwa. Sasa kwenye maisha ya kawaida, mko safari, wewe una begi moja, mwenzako beba begi matatu. Atakaye hangaika ni mwenye begi matatu. Mwisho wa siku begi moja atalitupa, litamshinda, na likimshinda inawezekana kuna vitu vya thamani, safari itakuwa ni nzito. Ndio siku ya kiyama kwamba mtu mwenye madhambi atajikuta amebeba mzigo mkubwa, na mwisho wa siku kwenye ile sirati, ambaye hajabahatika, hana nafasi ya kwenda peponi, atavutwa na malaika na ataingia katika shimo la jahannam. Ndio kama Qur'an inavyosema, thumma nunaji alladhina taqaw wa nadhalu dhalimina fiha jithia. Siku ya kiyama tutawaacha, kisha tutawaokoa wale waliomcha Mwenyezi Mungu, na tutawaacha madhalim hali ya kuwa wanafidikia katika shimo la jahannam. Wale malaika watakuwa pembeni, wameshika wana vigovya vyao. Vile vigovya mfano unaona kama vile kwenye zile bucha za nyama, vile vijiti wanavyotundukia nyama, vimeshika kama ndoano, lakini na viko imara na vinakoa zaidi, kwamba malaika watakuwa navyo vile, wanamvuta tu kila mtu ambaye sio kwenda peponi, anavutwa akiwa kwenye desirati, anatumbukia katika shimo la jahannam. Mwisho wa siku anakuwa amefikia mahala ambapo ni pabaya zaidi na kwenye madhara juu yake yeye. Kwa huyo mtu anapokuwa ameacha madhambi, hiyo ndio salama kwako wewe, lakini ukiacha wewe utakuwa umepata. Na ile sirati tunaambiwa ni njia ndefu, lakini ina vitu, imegawanyika sehemu tatu. Mtu atatembea kilomita 1000 akiwa anapanda mlima, ndio Aqaba yenyewe. Atakuwa kwenye kipando kwa takriban kilomita au maili 1000. Akimaliza kile kipando, atakuwa kwenye mteremko mkali kilomita 1000. Kilomita 1000 kupanda, kilomita 1000 mteremko mkali zaidi haujawahi kutokea. Sasa huyu mwenye madhambi makubwa hatoweza, lazima atateleza, atakwenda katika jahannam. Na tunaambiwa na katika ile sirati chini yake ndio kuna shimo. Kila ambaye asiyefaulu kupita ataangukia katika shimo la jahannam. Atakayefanikiwa ndo atakwenda moja kwa moja mpaka peponi. Kwa hiyo tutaanza kwa kipando. Ukimaliza kipando, unashuka mteremko ambao ni mkali zaidi, hauna mfano. Ukimaliza mteremko, unakuja tambarare level moja, sirati hiyo. Ukimaliza ile tambarare sasa, ndio unakwenda kutokezea moja kwa moja peponi. Kwa hiyo ndo njia ambayo ni kaudi. Atakayepita pale ni yule ambaye hajajitwisha mizigo mingi ya madhambi katika mgongo wake. Kwa cha msingi Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa maneno haya alikuwa anatuhusia kwamba hebu kila wakati tuikumbuke akhera, tukumbuke Allah, tuonyeshe kwa yetu Mwenyezi Mungu, tujiepushe na madhambi, lakini tupende hadhari kwa juu. Lakini mwisho akamwambia wa ahsini al-amala, ili usipate kushuhudia. Hebu tengeneza vizuri amali zako, sifanye njema amali zako. Fa inna naqida basir. Kwa sababu gani? Huyo mchunguzi ambaye ni Mwenyezi Mungu, yeye anaona. Fa inna naqida basir, huyo anayechunguza amali za waja na kuwalipa, yeye anaona. Ndio maana kwa Qur'an tunasemaje? Yamal mithqala dharratin khairan, yamal mithqala dharratin sharran yara. Kwa amali ya aina yoyote utakayoitenda wewe, malipo yako utayakuta, kama ni jema hata kama ni ovu. Kwa hiyo inaonyesha kwa maneno haya Mtume alikuwa sura sura yake, na sisi vile anatuambia manake atqin amalaka wajalu khalisan, manake hebu ifanye vizuri amali yako, ndio ahsan al-amal. Kwa sababu gani? Fa inna naqida basir, manake fa inna Allah yara haqiqatan niyatika, anajua, anaona hakika ya nia yako na anaiona amali yako. Wala yafalishe,
hakijifichi chochote kwa yeye. Hamna kinachoficha na Mwenyezi Mungu kinachojificha. Kila kitu kwa Allah kinaonekana. Kwa hiyo ndugu zangu, cha msingi, hebu tuushike wasia huu. Tukiushika tutaweza kufaulu. Tumalizie kwa maneno ya bwana mkubwa mmoja, anasema inna lillahi ibada futana fallamu dunya wa khafu fitana nadharu fiha fala ma'ali annaha laysat lillahi haqiqatan ja'alu hajatan wa takhadhu salih al-a'mal fi asfar. Haya maneno ndio yanafanana yale aloambiwa Abi Dhari, ahkim safinata fa inal bahra amiq, kwamba anatuambia katika Mwenyezi Mungu anawaja, waja wale ni waerevu, wana akili sana, ni waelewa. Hii dunia wameachana nayo na fitna na majaribu. Walitazama hii dunia wakaichunguza kwa ndani. Zamani walipojua kwamba hii dunia si makazi ya milele kwa kiumbe yote aliyo hai, basi wakaifanya kuwa ni mkondo wa maji, watakhadhu salih al-a'mal fiha sufur, na wakayafanya matendo mema ndani ya dunia hii kuwa ndo majahazi, kwamba ndo jahazi la kuvusha, ndo ile ahkim safinata fa inal bahra amiq, kwamba jahazi lako, maana zile amali njema uzifanye ndo jahazi litakalokufikisha katika dunia hii, ili uweze kufaulu kwenda kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo nini fundisho la maneno haya na tahadhari juu ya dunia? Tunatakiwa kiufupi kwa mafundisho ya Mtume na maelekezo yake kwamba tuwekeze zaidi ya akhera. Tunajifunza kwamba tuwekeze zaidi ya akhera, na hii dunia ni ya muda mfupi. Dunia haina maisha marefu. Angalia mtu bali za kidogo atakaa sana hapa duniani, lakini vile vile tusihadaike na mafanikio ya dunia. Hata hapa duniani unaweza kupata chochote, una hadhi kubwa, lakini una madaraka makubwa, una mali nyingi. Haya mafanikio ya dunia ni ya muda mfupi. Kwa hiyo lazima tutengeneze, tuna maandalizi mazuri, tuwekeze zaidi kwa ajili ya akhera yetu, ili Mwenyezi Mungu aweze kwenda kutulipa kwa yale ambayo tulikuwa tukiyafanya. Wal kamalu lillah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.